Ukitazama namna Mungu anatulinda, una kila sababu kushukuru. Paulo wake kwa miezi 6. Sema amen. Amen. Sema amen. Kwa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Haijalishi unapita kwenye dhoruba ya aina gani, haijalishi unapita kwenye dhiki ya aina gani, lakini unapaswa kumshukuru Mungu kwa gharama yoyote. Unapaswa kusema Mungu asante kwa namna yoyote, kwa sababu Mungu wetu ni mkuu sana. Sema amen. Kuna watu fulani ambao wamenifurahisha sana kwenye somo langu hili. Kuna vijana ama watumishi wa Mungu wawili wanaitwa Paulo na Sila katika Matendo ya Mitume 16:22-26. Hao watu mimi wananifurahisha sana kabisa, na ninaona ni watu muhimu katika historia ya kanisa, lakini pia ni watu ambao wanatupa nguvu ya kusonga mbele hata wakati wa shida, hata wakati wa mapigo. Tunapaswa kumtukuza Bwana. Hawa watu baada ya kuhubiri Injili katika ile nchi walikamatwa na kutupwa gerezani. Baada ya mapigo makubwa sana wakatupwa ndani ya gereza, lakini hawa watu hawakuacha kumtukuza Bwana. Waliendelea kumtukuza Bwana ndani ya gereza, na Mungu akaonekana katika maisha yao, akawatoa gerezani kwa sababu ya sifa na nyimbo za shukrani. Katikati ya dhoruba, sema amen, katikati ya mateso walimtukuza Bwana. Hawakuwa na fedha wakati ule, lakini walitoa mioyo yao ya sifa na shukrani, kwa sababu wanajua Mungu wao atawatetea hata katikati ya dhoruba, hata katikati ya taabu na misiba na mapigo waliokuwa wanapigwa. Wao mioyo yao ilikuwa imeunganishwa na mbingu, wakamtukuza Bwana hata kama wamedhihakiwa, wamedhulumiwa na kupigwa mapigo mengi. Hawakulia na kuhuzunika na kusema Mungu ametuacha, lakini waliimba kwa shukrani, walitoa sadaka ya shukrani ya mioyo yao, maana wanamjua Mungu wao. Nami natangaza asubuhi ya leo, wewe unayenisikia siku ya leo, mpe Yesu makofi na vigelegele. Sema amen. Ninatangaza ya kwamba Mungu wetu mfalme wa ufalme na Bwana wa bwana ni Mungu wa kusifiwa, ni Mungu wa kuinuliwa, ni Mungu wa kupewa sifa, maana yanastahili. Haleluya, anastahili kuinuliwa, maana ndiye jemedari wetu, mwamba wetu, mpambanaji wetu. Sema amen. Yeye alitazama ulimwengu na akaona ulimwengu umejaa taabu, umejaa misiba na matatizo na lawama za maisha. Mizimu inaonea watu, wachawi wanaonea watu, lakini Yesu akaja duniani kutuondoa kwenye mateka. Tuna kila sababu ya kumshangilia.